Bwana, leo nipo katika kijiji cha Mpakali hapa wilayani Mbogwe mkoani Geita. Kimkoa madini bado tuko mkoa wa Mbogwe, kimadini nazungumzia, sio mkoa kama unavyofahamu wewe. Kimkoa madini tuko Mbogwe. Bwana, katika harakati za hapa na pale leo nimekutana na mtu mmoja heavy sana. Huyu jamaa anaitwa Kilimanjaro. Mimi nataka nifahamu kwa nini Kilimanjaro bro? Mimi naitwa Kilimanjaro. Hilo jina ni ya babu yangu. Mimi nikajua ni nickname. Mimi naitwa Alipo Kilimanjaro. Alipo Kilimanjaro. Bwana, hebu tunaomba simulizi yako kidogo. Umesema kwamba madini ulianzia Mpanda, tena kipindi cha nyuma kabisa mpaka hapa ulipo. Harakati za madini zipoje na unawaambia nini wale vijana ambao wanahitaji kuhaswa kupitia sekta ya madini? Utafutaji wa madini sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Utafutaji wa madini bwana unahitaji kupambana, kujituma, kujitoa. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama mimi hapa nimeanza kutafuta madini nikiwa mdogo sana. Mwaka 95, 96, 97 nilianza shughuli za madini. 2002 nikamaliza shule 2004 na 5 na 6 nikadondoka kanda ya Ziwa. Nilifikia Kakora. Tukapambana hapo Nyakagwe. Tukatoka Nyakagwe tukaenda Nyarugusu, tukapambana, tukaenda Matabe. Matabe tumepambana, tukatoka hapo tukaanza Magharibi. Tumetoka Magharibi 2009 tukaanza sasa kutoka. Tukaanza kwenda Zambia, tukaanza kwenda Kenya, tukaanza kwenda Somalia, tukaanza kwenda Ethiopia. Sasa utafutaji wa kule ni unyanyasaji. Tukaona turudi nyumbani tuendelee kupambana hapa kwetu Tanzania. Ndio. Lakini utafutaji wa madini sio kwamba eti labda ni mwepesi sana, hapana, ni kujituma. Ila kwa sisi vijana wengi ambao hatuna elimu, hatuna ajira, tunatakiwa tuje kwenye madini. Okay. Lakini pia Kilimanjaro umezungumzia kuna kitu kimoja historia inaonyesha wewe ni mtu wa kwanza kupokea vipimo vya kupima madini hapa. Hebu tupe experience wakati unapokea ilikuwa kwaje na mpaka sasa imekupatia faida gani hivyo vipimo? Kwanza kwenye utafutaji, kwenye upimaji wa madini nina familia yangu, nina sehemu ya kuishi japokuwa ni ya kawaida, lakini nina sehemu yangu ya kuishi, sijapanga. Nina kwangu. Sio kwamba eti utafutaji wa madini sawa. Huu utafutaji wa madini ukiwa na roho ndogo unaweza kukata tamaa, lakini ukijituma kwenye kupambana Mungu anakubless. Okay, asante. Bwana, tunasikia kwamba watu wa huku kanda ya Ziwa hasa wachimbaji mna tabia za kuvaa vitu gold hivi vitu heavy kweli. Bwana, hebu tuambie ni yale matusi yaliyofanyika Katoro na ndio yako kifuani au vipi? Sasa sisi unajua watu wa madini kwanza inatakiwa uwe na uhalisia. Kwamba unachokitafuta, kwa mfano mwalimu lazima awe na karamu, awe na nini wanaita ile chaki. Sasa mimi mchimbaji wa madini lazima nionyeshe na mimi nimevaa madini. Utakoje mchimbaji wa madini alafu uvai madini? Sasa mimi hapa kulingana na uchumi wangu ulivyo mgumu, ndio maana nimebalance hapa nikaweka hapo kwa nini? Kasiliva kidogo na kagorodi. Ili na mimi niendane na ule uhalisia. Bwana, uko porini hapa, umevaa kama shingapi hapa mkononi na kifuani? Labda kama kwenye 6-7 mwana. Bwana, 6 anacheza tu porini hapa. Hatari kweli kweli. Sasa hebu share na sisi experience. Mara ya kwanza kabisa unatoka Tanzania kwenda nje ya nchi kutafuta hasa katika sekta madini. Nini ulichojifunza kwa wenzetu huko tofauti na Tanzania? Yani kwa kifupi, kwa uchimbaji tulionao sisi mdogo mdogo, kule sisi kama tulikwenda tukao kama walimu wao. Lakini baadaye tukaona utaratibu wao walivyoanza kuwa na experience ya uchimbaji, walianza kutunyanyasa, ndio tukaona turudi nyumbani. Wengi tumerudi sana nyumbani, japokuwa wengine wako Zambia, wengine wako Kenya, wengine ila nadhani kwa Ethiopia tuliowaacha wazidi 4 3. Okay. Kwa Kenya pale wakizidi sana ni watu 7 8 kwenye utafutaji wa madini ya vipimo kwa ule ukanda tuliokuwepo. Ila sasa hivi wa Kenya wapo, kwa upande wa Kenya wapo wengi. Hapa sehemu moja wanaitwa Wagusu. Kuja hiyo Kisumu kwa kina Obama humo, kwa kina Raila Odinga pale wenyewe wapo wengi. Ila kwa kule kama unakwenda mpakani mwa Somalia na Sudan, wa Tanzania ni wachache. Kwa hiyo uzoefu wetu sisi wa uchimbaji wa madini tupambania hapa nyumbani. Okay. Umezungumzia Tanzania hapa nyumbani, lakini pia kuzungumzia nchi ambazo umepita pia katika utafutaji wa madini. Hebu sasa kwa Tanzania, yani umezunguka pia mikoa mbalimbali, umetoka Mpanda, sijui umezunguka wapi, umefika hapa pia uko hapa Masumbwe, umeona. Hebu sasa kimadini Tanzania tumebarikiwa namna gani kutokana na vile ulivyopita? Najua kuna vitu tutakuwa umejifunza. Mungu ametushushia neema kiasi gani kimadini sisi hapa Tanzania? Kimkoa wa kimadini sisi kwa kifupi tu nchi yetu yote ina madini. Ila tunatofautiana uchimbaji na mitaji. Unajua na madini yenyewe yanahitaji nguvu, yanahitaji mtaji, yanahitaji rasilimali watu. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi nchi yetu kwanza ina madini kila upande. Kwa mimi sijachimba madini ya vito, na chimba dhahabu. Ila kila ukienda sehemu japokuwa yanatofautiana wingi. Unaweza kupata sehemu nyingine ukakosa, ila madini kila sehemu yapo.
kwa nchi yetu hii. Japokuwa kuna muda yanazidiana. Sasa kuna muda unapata, kuna muda unapata kidogo, kuna muda unakosa. Ndio jinsi yanavyokwenda madini, uzoefu wake. Neno moja kwa wale vijana ambao wanapambana, unawaambia nini hasa? Wamekaa nyumbani tu, wengine wamemaliza chuo form 4, form 6, lakini wako nyumbani wanasema kwamba maisha magumu, wanailaumu serikali. Wewe kama mpambanaji, hebu wape neno la ushindi. Kwanza mimi cha kwanza siwezi kuilaumu serikali. Cha kwanza mimi nina ile tamaduni yangu kwanza, unajiita kwamba unapokuwa mzalendo inatakiwa ulifanyie nini taifa, sio taifa limekufanyia nini. Cha kwanza ukipambana ndo tayari umelipambania taifa. Okay. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana watoke magetoni, watoke mikoani. Wewe kama umekosa ajira kwenye kilimo, njoo kwenye dhahabu. Sisi kwenye dhahabu hakuna SG, wewe una degree 7, degree 8. Mimi mwenyewe hapa darasa la 7. Okay. Lakini napambana na familia na maisha mengine yanaendelea. Kama unavyoniona. Kwani ukiniona mimi japokata na njaa, lakini sio njaa ile unaiona wewe 2020 laki ninayo. Babu, kama unaweza kuvaa vitu vya milioni 6, laki 6 afu uko porini. Sasa bwana, nasikia vijana mgodini mnapenda sana burudani, starehe, mabata na nini, wanawake kwa wingi. Hii ikoje mzee? Inategemeana sasa. Kwa sababu hata unakuta hata mapasta wako mle, inategemeana na mtu ulevi wake. Ndio. Sisi migodini huku tunapambana. Kweli na bata watu wanalipiga, ila tunatofautiana. Kuna wengine ulevi wao ni pombe, wengine ulevi ndio hivyo. Lakini tunatofautiana kwenye mambo ya starehe. Kila mtu anajichagulia. Yaani kwa kifupi mimi ninachowashauri vijana watoke magetoni, watoke nyumbani, waje tupambane. Sio kwamba eti ajira mpaka tu uajiriwe. Yaani mimi msemo wangu ni ile kwamba umelifanyia nini taifa. Sababu ukitoka nyumbani ukipambana, serikali itapata kodi. Ndo maana ya uzalendo. Okay. Hebu tubaki hapa migodini Kilimanjaro. Bwana, wanawake wengi kweli kweli, afu kama vile ku approach hivi wachomoi. Iko nini mzee? Wanazingatia mawe au nini? Sasa unajua mchimbaji wa dhahabu ni tofauti na mfanyabiashara. Mfanyabiashara yeye hata kwa hayo mambo sasa, japokuwa huko tumeshatoka sasa hivi tunakwenda kulea wajukuu sisi. Tunawasubiri. Sasa vijana wengi, mtu hawezi akampa mwanamke laki afu ni mkulima. Ndio. Tayari hapo ameshauza gunia zima. Lakini mchimbaji akiuza akimpa mwanamke laki, si anajua kesho nitazama mgodini? Au sio? Lakini inategemeana na hali ya mgodi sasa jinsi ilivyo. Okay. Kuna sehemu unakuta mgodi huu bado umedrei, sehemu nyingine unatoa. Lakini inategemea sasa, yani kadri ya watu wanavyozidi kuongeza matumizi ni kipato kinavyokuwa kinaongezeka. Kikipungua na wenyewe wanapunguza. Okay. Ni hivyo. Nice one. Bwana, nashukuru sana. Lakini pia pembeni hapa kuna mwana pia alikuwa anasikiliza wakati tunapiga simulizi. Ngoja niseme naye. Ile begi bwana wenda ilikuwa na milioni 20 au 40. Wezi amini, afu tuko porini yani. Bwana mshikaji, unakutana nani hivi? Karibu sana. Kwa majina naitwa Ferdinand Oscar Vincent Mangashini Ndebo. Ferdinand Oscar Vincent. La mwisho nimelisahau. Bwana Ferdinand. Hebu share na sisi lifestyle ya mgodini yani. Kuna watu wanatamani sana kufika mgodini, lakini pia najua hapa baada ya interview sikosi hata teni ya maji. Inategemea na mgodini. Cha kwanza tunawakaribisha vijana wengi waje, kwa sababu sasa hivi vijana wengi wapo nyumbani wanalalamika kwamba serikali haina ajira, lakini ajira mimi naona zipo. Kwa sababu mtu kama amekaa nyumbani na hana ajira, kwa nini asizunguke maeneo yenye migodi akapata ajira, akajiajiri hata mwenyewe? Nashukuru sana kwa maelezo yako mazuri. Sasa bwana Ferdinand, hivi kwa nini wanawake, yani wanaume wa migodini ama watu wa migodini mnapenda sana starehe na burudani za hapa na pale? Kwa nini mzee? Hivi ni kwa nini? Ukija huku utamani kutoka? Wanaume wengi wanapenda starehe, inategemeana na starehe gani. Kwa sababu kila mtu amezaliwa na starehe yake. Kwa mfano mimi napenda muziki. Ndio. Kwa hapa naweza nikatoka hapa nikaenda hata club nikasikiza muziki nikaenda kulala. Kuna wengine wanapenda wanawake. Umeona, kuna wengine wanapenda vilevi kama pombe hizo kunywa. Kwa hiyo inategemeana kila mtu na kilevi chake. Alafu pia inategemeana na kipato. Kwa upande wa madini au watu wanaoishi mgodini tofauti na wakulima. Mkulima anaweza akatafuta hiyo laki hata kwa mwezi mzima. Kwa hapo hata starehe yake itakuwa ya chini, lakini wa mgodini anaweza akapata hata bilioni 1 kwa siku 2. Okay. Kwa hiyo akafanya nini starehe anayotaka. Kwa hiyo ndio maana wa mgodini wanaonekana wana starehe za juu kuliko hazi nyingine. Maji, ukisikia yale yanayofanyika Katoro, sio kwamba labda ameanzia mjini Katoro, yanaanzia huko tulipo sisi. Sijui umeelewa? Na leo tulikuwa kwa kijiji cha Mpakali hapa, tumepiga story na wana kuhusiana na mambo mbalimbali hasa hususan katika sekta hii ya madini. Nyuma ya kamera alikuwepo Steven Nicholas Matias wakishirikiana na Dr. Poka Yanda, lakini pia mkuu wa msafara wangu ni Chazi Mateso kutoka hapa Mpakali. Mimi naitwa David Kiluzia. Endelea kuchill na sisi ili uendelee kupata habari mbalimbali, madini, siasa, tamaduni.